patikana machoni pa Bwana. Sio jambo ambalo ni kawaida. Unapojikuta machoni pa Bwana, taka kufanya kile itabaki kwa ghala yako kama kumbukumbu. Kwa sababu kunaye wakati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ambayo imeandikwa na Roho Mtakatifu ambayo ni neno la Mungu, pia ambayo ni Mungu, inatuambia kwamba tutafute Mungu wakati kuna nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kuna wakati hakuna nafasi. Itaisha. Upende usipende, kuna saa inafika ya kwamba hakuna nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tumekuwa warned. Tutafute Mungu wakati bado tuko na nafasi. Mpendwa, that's why tunakuja kwa hii shirika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio dunia ambayo tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Niposa tunaambiwa number 1 tuweke Mungu wa kwanza. Number 2 tuweke Mungu wa kwanza. Number 3 weka Mungu wa kwanza. Haleluya. Kwa sababu tukifanya vitu na akili zetu, tunajikuta kwamba tumefanya mapenzi yetu na sio mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. That's why tunafaa tutafute Mungu. Wewe na mimi ambao tumezaa, tutafute huyo Mungu. Watoto ni baraka. Watoto ni baraka. And that's why hata ukiwa mahali hapa, kile inaweza fanya ukuje ulilie Mungu ni kwa sababu Mungu asimame na watoto wako. Ili Mungu aonekane juu ya maisha yao. Watoto ni baraka wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nasema last week nilipitia hali nyingine, nikauliza Mungu, na ni vipi nitasimama tena? Bwana Yesu asifiwe. Na katika hiyo hali kijana wangu Chris ndiye alisaidia. Kwa hivyo watoto ni baraka. As long as shetani anawatafuta kwa sana. As long as shetani anawatafuta, bado ni baraka. Mimi ambao nimemzaa, nafaa nimtafutie Mungu. Siku hizi wazazi wanataka kutafuta school fees na kupeleka watoto kwa shule ambao ni kubwa kubwa, lakini wanasahau mwenye anawaleta. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema tutafute Mungu wakati kuna nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambazo zinatafanyika kwa maisha ya watu wenye pesa, wenye mali, lakini wewe mtu tu ambaye kawaida unashtuka tu umeepuka. Wapendwa, tutafute Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Wacha mzaha. Hii mkutano iliwekwa na nasikia askofu alituambia, sijui mwezi yezi pita kama hajatuambia kwamba Mungu aliambia Musa ajenge nyumba ya kuepuka. Mwezi yezi isha. Maybe yeye anaweza sahau ya kwamba anatuambia, lakini kila mara anapoongea, hata anapokuwa tu normal, mko tu ina normal story, anakuambia Mungu alisema Rose Carton. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuepuka, hawezi epuka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ukora inakupata Judith, unasema kwamba huyo mwenye amekuja hapo mwambie siko, na uko tu kwa nyumba, ujue hutaepuka kwa nyumba yako. Kuna masaa mabaya. Hapa tulitengenezewa kuepuka. Kama Mungu haja kutoa kupeleke pale unaenda kutafuta, kuja kwa mkutano, sio kwa sababu ya mchungaji wala askofu. Manake hata yeye amekuja kuepuka. Bwana Yesu asifiwe. Dunia imekuwa mbaya. Dunia haijakuwa sawa. Shetani anararua watumishi wa Mungu. Anawaribu, anawatoa kwa kanisa, anawarudisha pale walitoka. Na kitu ambayo inanihuzunisha ni ya kwamba maisha yako inakuwa mbaya kushinda vile ulikuwa kule awali. Kwa hiyo tukikuja hapa tumaanisha tusifu Jehova. Tuinue Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wakati huko, kuna wakati unaweza shikwa. Wapendwa, wacha kucheza na hii kitu. Unaona ni ushirika wa kawaida. Please, kama uko na nafasi kuja. Kama uko kazi, fanya kazi kwa bidii. Lakini kama uko na nafasi Millicent Mungu amekuachia, njoo tusifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si kawaida ati tunapatikana hapa tunasifu kila wakati. Kuna kutekwa. Kuna mitego. Kuna kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia nyingine inatuambia tunatembea kama samaki ambao wamewekewa neti. Anytime unaweza shika ujikuta wewe ni chakula. Lakini mikate inapata nafasi. My friend, tukuje tutafute Bwana. Niposa nakuambia ukiona uko na hii nafasi unapata. Nilikuwa najiuliza kwa nini Mungu atuambia ya kwamba tutafute Mungu wakati kuna nafasi? Why? Lakini wewe unakaa unahisi ya kwamba mimi natafuta Mungu kila wakati. Ati watati kuna nafasi, kuna wakati uisha. Unaweza tamani kukua pale watu wanasifu Mungu na upatikane. Na si ati ya excuse yako. Ile umetekwa, wacha hii yangu yenye naweka tu ukora hii inakaa tu Judith anasema tu nimekaa. Si ati kwa excuse kendi ya kwamba uko na customers.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna ile serious ambayo hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotupea hii nafasi, Judith, nilikuwa na challenge, nikaambia Mungu, ni sawa, umenionyesha ya kwamba kuna wakati inaweza isha, lakini kwa muda ambao imebaki kidogo, niondolee mchezo ambayo iko maishani mwangu, nitolee mchezo zozote ambayo niko nayo ambayo inaweza fanya tusipatane na wewe wakati ambao umenipea. Bwana Yesu asifiwe. Unapojikuta unatembea, unapojikuta Mungu amekupulizia pumzi, na ni siku ambayo unaweza patikana machuto pamoja. Hizo shirika hatujatengenezwa tukuje tuangaliane. Tumekujiwa ili tukuje tuepuke. Maybe uko hapa na ujui ni shimo gani tayari umechimbiwa. Bwana Yesu asifiwe. Uko hapa kindi na ujui wamechimba nini kwa watoto wako. Pengine sisi ndio wanatuplania watoto wetu waoe wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Lakini siku yako ya moja kwa nyumba ya Bwana inaweza haribu hiyo silaha. Bwana Yesu asifiwe. So usikuje na mentality ya kawaida. Kuja na kitu ambayo ni tofauti. Ukijua kwamba pia kuna wakati mbaya. Namba 2, ukijua ya kwamba umechimbiwa, uko na maadui ambaye wakutakia mazuri. Hata kama utaki kukua serious, au maadui wako very serious. Mimi nilijua wako very serious. Tumekuja kuepuka Millicent. Wapendwa, tusikie neno la Mungu na hekima. Tutumikie Mungu na hekima. Tukae kwa nyumba ya Bwana na hekima, ili atusaidie. Hatujui ya kesho, lakini ya leo, ya saa hii, tumejua ya kwamba ametuleta ili tusikie neno lake. Hiyo neno ikiingia ndani yangu, Judith, inapigana na silaha za mwovu shetani ambaye alikuwa ameweka. Zingine zimewekwa kisiri yenye uwezi hata jua. Wakati unafikiria uko na furaha, unakula, unatembea, unavaa, unaoga, uko sawa, uko na furaha, kumbe huzuni yako iko tu hapo mbele yako. Lakini tunapokuja tunasikia neno la Mungu, tunasifu vile tumesifu, my friend, tutaepuka, tutapata ushindi, tutapata nguvu, atamilika mbele yetu, kwa sababu kuna wakati mbaya. Unfortunately, huyo wakati mbaya unajua hata itakupata hata kama unatoka kusaiko ushirika. You never know. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mbaya niligundua iko kwa kila maisha ya kila mmoja. Iko. Before ifike, tutafute Mungu leo nikana kwamba kesho hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Before ifike Millicent, tusifu Bwana saa hii, kwa sababu ya jioni hatujui. Lakini kila ninanifurahisha, nikisha kuja nimeinua Bwana, nimesifu Bwana, na nabaki pale pa kungoja nikijua ya kwamba ananiwazia mema. Halafu nakuwa na nguvu na nakuwa na ujasiri. Haijalishi sasa wanapanga nini. Sasa niko na ujasiri kwa sababu nimeshasongea ule ambaye ananiwazia mema. Ananiwazia kupanuka, sio kurudishwa nyuma. Huyo ndio mtu tungangane. Ilikuwa nataka nikuambie usicheze na ushirika. Weka ikuwe kitu ya dhamana kwa maisha yako. Wakati uko na nafasi, njoo utumikie Mungu, kwa sababu unaweza shikwa na ukose kufika. Lakini kile ulifanya jana kwa ushirika ama juzi inaweza simama na wewe. Mabado unaweza acha kusema wewe ni muombezi, unaweza shindwa hata kuomba Mungu. Ati wewe ni prayer what? Kuna masaa inafika hadi unashindwa Yesu iluongo nango. Iluonge gande kochiko kanye. Lakini ile uliisha na nguvu, nasikia wabiri wanakuambia, "Ita Yesu, my friend, ita saa hii uko na nguvu, uko sawa. Please call. Call Jesus." Ukiwa mahali hapa, please call Jesus. Judith, inua mkono, ita Yesu. Please ita. Ita tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu atakuwa Mungu kwa maisha yetu. Mungu atatusimamisha. Hizi shirika tumetengenezewa ili tujengwe. Tunapofika Sunday tuko fire. Tunapigana na mapepo na zinaanguka. Tunabaki uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki sana. Najua kuna jambo umepata.